Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote, pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Zaburi 8 mstari wa 4, maandiko anasema hivi: gani hata umkumbuke, ni binadamu hata umwangalie. Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, umemvika taji ya utukufu na heshima. Umemtawaza juu ya kazi ya mikono yako. Umevitia vitu vyote chini ya miguu yake, kondoo na ng'ombe wote, pia nao na wanyama wa kondeni, ndege wa angani na samaki wa baharini na kila kipitacho njia za baharini. Mwaka wa utawala, na nafundisha chini ya neno hilo. Nafundisha kuhusu msingi wa utawala, msingi au misingi ya utawala, misingi ya utawala. Nataka kwanza uelewe kwamba neno utawala tunaliona kwa mara ya kwanza kwenye Biblia, katika hilo andiko ambalo nimewapatia. Mungu akasema, alipoumba kila kitu, Mungu alipovifanya vitu vyote, akaumba dunia, anga, akaumba bahari, akafanya wanyama, ndege, sijui nini, kila kitu kitambacho baharini, anga, yani kila kitu. Alipofanya hivi vitu vyote, alafu Mungu akakaa akasema, sasa na tuumbe mwanadamu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, na akatawale. Sema amina. Na akatawale. Mungu alipofanya hivi vitu vyote, kusudi la Mungu ni kwamba amuumbe mwanadamu kwa mfano wake na kwa sura yake, kwa kusudi moja, wakatawale. Sasa wakatawale nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakatawale nini? Anaanza kusema wakatawale samaki, wakatawale baharini, ndege wa angani, wanyama na nchi yote, pia na kila chenye kutambaa, yani akaongea mambo mengi, wakatawale. Umenielewa nachosema? Na Mungu alipofanya hivi vitu vyote, akaviweka chini ya miguu yake mwanadamu. Ndio maana neno wakatawale tunaliona kwa mara ya kwanza kwenye hayo maandiko. Na Mungu alipokuwa anamuumba mwanadamu, Mungu alipokuwa anamfinyanga mwanadamu, anamuumba kwenye fikra zake au kwenye mawazo yake au kwenye nia yake, alikuwa anaumba mtawala. Tunaenda sasa, alikuwa anaumba nani? Mtawala. Mtawala wa nini? Mtawala wa vitu vyake vyote, kwamba akatawala. Maana yake akatawala rasilimali zake zote. Bwana akatawala kwa niaba yake. Haleluya. Kwa hiyo tunaposema ni mwaka wa utawala, Mungu anachotaka ni kulirejesha kanisa lake, ni kumrejesha mwanadamu, ni kumrejesha yule mama kwenye asili yake. Kwa lugha nyingine, kwamba tunachozungumza si jambo la kupandikiza ndani ya mwanadamu. Hapana, ni asili yake. Asili ya mwanadamu ni mtawala, ndio asili yake. Asili yako ni mtawala. Tunaenda sasa, asili yako wewe nini? Ni mtawala. Mungu alipo
asili yake, afike hatua ya kujitambua, afike hatua ya kusimama kwenye asili yake. Tunaenda sawa sawa, tunaenda sawa sawa. Na katika mwaka huu ni maombi yangu kwamba watawala watainuka kwa jina la Yesu. Watawala watainuka kwa jina la Yesu. Watawala watainuka kwa jina. Sema watainuka kwa jina la Yesu. Sema amina. Sema amina. Ninachosudia, sijui kama umeshaanza kunipata. Sijui kama umeshapata kupata kichwa cha mwaka. Na ninajua mchungaji alishaanza tayari. Tunaenda sawa sawa. Ninachozungumza kwamba Mungu anaposema na tumuombe mwanadamu, na tumuombe Emmanuel, tumuombe Kulwa. Mungu anasema, kusudi la Mungu kwenye fikira zake, asio kwamba anamuumba Emmanuel, alikuwa anaumba mtawala ambaye atakuwa na mamlaka na uwezo na nguvu ya kutawala vitu vyote alivyovifanya kwa niaba yake. Unaelewa ninachosema? Ndio maana mwaka huu tunaposema ni mwaka wa utawala, Mungu anataka kurudisha kwenye asili yako. Sema ninarejea kwenye asili yako. Sema ninarejea kwenye asili yako. Sema ninarejea kwenye asili yako. Mimi ni mtawala. 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 Katika jina la Yesu. Na sitaruhusu kitu chochote kinitawale. Kinitawale. Mtawala anainuka ndani yangu. 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 Sitakuwa kama nazungumza na watawala. La basa takalaya. Asema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Akafanya nini? Akafanya nini? Akafanya nini? Na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Akafanya nini? Akafanya nini? Nimekuja kukutangazia. Imetosha, umetawaliwa kwa muda mrefu. Sasa asili yako inainuka. Mtawala ndani yako inainuka. Kilichotawala ukoo wako kitakutawala. Kilichotawala familia yako kitakutawala. Mtawala anainuka. Mtawala anainuka. Mtawala anainuka. Haleluya. Haleluya. Nikakidoka kidogo. Shatara baba. Haleluya. Na mimi niko tayari kulihubiri neno la Bwana kwa sababu nilizaliwa kwa ajili hiyo. Nilizaliwa kwa ajili hiyo. Akasema tukufanye hivyo. Na kiasili, sema kiasili. Mimi ni mtawala. Wangapi wamesema nimekusikia? Nilianza kutafakari ni namna gani Mungu anataka huyu mwanadamu atawale, lakini ni kwa jinsi gani unaweza ukawa mtawala kwenye maisha yako au kwa nafasi yako au na mahali ulipo. Ni kwa jinsi gani? Nilianza kujitafakarisha mwenyewe, nikaanza katika uwepo wa Bwana. Mungu akaanza kunisemesha mambo mengine. Nikaanza kuelewa kwamba kama hili neno lipo. Sasa nikamuuliza Bwana, sasa kwa nini wengine tunaishi maisha kabisa yanaonyesha kabisa tunatawaliwa?
Alisema nilikuwa nahangaika na hali. Huko kwingine wanaokimbizana, mimi nahangaika na hilo neno. Sasa kama sisi, hii ndio asili yetu. Maana kuna mambo mengine unayasoma lakini haijawahi kuyatazama kwa namna fulani. Sasa siku hiyo ndipo neno lilipoluka likaingia ndani yangu. Nikaanza kulitafakari, kulielewa kwa namna nyingine. Nikaelewa kwamba kumbe asili yetu ni watawala. Sasa kama Mungu, hii ndio asili yetu, kwa nini tunaishi maisha yani kwa viwango vyote yanaonyesha tunatawaliwa? Na pengine tunatawaliwa na vitu ambavyo vingine hata tuvielewe vinatutawalaje, lakini kabisa unaelewa hapa kuna kitu kinanitawala. Sijui kama nazungumza. Tunaenda sasa. So kuna wakati tu hata maisha yako tu ukiyatazama, ukiweka kwenye mizani, unaelewa tu kabisa hapa sio wewe. Maana kuna mtu wa ndani yule kuna vitu kwa mtu wa ndani yule anayekataa vitu fulani ambavyo unavipitia, lakini unavipitia. Kuna mtu wa ndani yule anayesema ila maisha siyapendi, lakini hayo maisha unayapitia. Kuna yule mtu wa ndani anayeelewa kwamba haya maisha mbona nimeyachoka. Ndio maana mtu anafika hatua ya kusema mchungaji, mimi nimekata tamaa na haya maisha, kwa sababu kuna mtu wa ndani anayemwambia mbona haya maisha sio yenyewe, lakini unayapitia. Halo. Sasa inamaanisha kabisa kulalamika kwako kote kule kunamaanisha kabisa wewe umetawaliwa, na hii sio asili yako. Ndio maana unang'ang'ana kutoka kwenye hali fulani, kwa sababu kuna kitu kinakwambia ndani yako hii sio asili yake, hii sio maisha yako. Sijui nazungumza. Ndio maana kwa namna hiyo, kwa sababu kuna namna ambayo inajulikana, unaelewa ndani yako kwamba haya, na kuna picha fulani ya maisha ambayo muda mwingine unayatazama, lakini muda mwingine hiyo picha ya maisha unayoiona ndani yako hayatimii katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo unaendelea kuteseka kwenye mwili huo. Sasa Mungu, kama sisi kiasili ni watawala, uliposema na tumuumbe mwanadamu kwa sura yetu, kwa mfano wetu, ulikuwa unamuumba mtawala. Hii ndio maana ya utawala. Hivi nikikuuliza wewe, hivi unavyoonekana mtawala anaonekana kama wewe? Haleluya. Yaani kabisa mtawala anaonekana kama wewe? Hapana. Kuna mahali tumpale anahitaji kurejeshwa. Ndio maana katika mwaka huu, sema amina. Ndio maana katika mwaka huu Mungu anataka akurudishe wewe kwenye asili yako. Pale ambapo unajua kuna wakati wangapi wamepanda leni hapa? Train. Wengi wetu tumepanda train. Sasa ile train inapoenda iko kwenye njia yake. Inaenda. Alafu kanjia umetoka kembaba kweli. Sasa inapoenda ile train ikitoka kwenye ile ndoleni, ikitoka kwenye ile train inatembea vizuri, inakwama. Inafanya nini? Inakwama.
hivyo na sisi wengine inawezekana kuna mahali treni ilitoka njiani. Lakini sasa Mungu anataka irudishe kwenye sema nirejeshe kwenye leli yako. Nirejeshe kwenye leli Bwana. Rejesha maisha yangu kwenye leli. Rejesha maisha yangu kwenye leli. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Kuna mahali treni imetoka. Na ndio maana kule kulalamika kote unakolalamika ndani yako. Ni leli yani natafuta kurudi kwenye leli. Sasa kwa kuchomekea irudi kwenye leli ndio pameshindikana. Ndio pamekuwa pagumu. Na leli ilivyo nzito ili kuirudisha kwenye leli. Muziki mkubwa si ndio? Sasa leli ya kwanza ilipotokea. Leli ya kwanza ilipotokea kwenye maisha yako. Treni ilipotokea kwenye leli kwenye maisha yako. Haya. Turudi kwenye maandiko. Kwa kwanza ilipotokea ni kwenye anguko la mwanadamu. Ndipo leli iliumba, ndipo treni iliumba. Ikatoka kwenye leli. Kwenye anguko la mwanadamu. Kwenye anguko la mwanadamu. Mungu, mwanadamu alipoanguka, mwanadamu alipotenda dhambi, leli treni ikatoka kwenye leli. Kwenye leli. Mwanadamu akatimuliwa na kwenye bustani. Yaani ile nguvu ya utawala ikaisha. Yale mamlaka aliyokuwa nayo yakaisha. Alikuwa na uwezo hata ile simba vyote vile mwanadamu alivipa majina. Wewe utaitwa simba. Ana nguvu mwanadamu tamani. Alikuwa na nguvu ya ajabu. Alikuwa na nguvu ya ajabu tena akili ya ajabu. Si hii akili mpaka unashindwaje? Wewe utaitwa nani? Wewe utaitwa chui. Wewe utaitwa simba. Wewe utaitwa tembo. Unahitaji tembo. Ndio. Wewe utaitwa nini? Yote hivyo anavitaja. Hii mimea yote mwanadamu, si Mungu, mwanadamu. Kudhihirisha ya kwamba mimi nimekuumba kwa mtawala. Lakini utaendelea kuwa mtawala kadri utakavyozidi kuwa katika mfano wetu na katika sura yetu. Ndio maana hayo maneno mawili kwenye maandiko haya ni muhimu. Na tumuumbe mwanadamu katika mfano wetu na katika sura yetu. Tunaenda sawa sawa? Na tumuumbe mwanadamu katika mfano wetu na katika sura yetu. Sasa katika mfano wake nini? Katika sura yake ni nini? Kuna wakati miaka hiyo tukiwa vijana watoto wadogo tulikuwa tunafikiria sema tumeumbwa kwa mfano wetu. Kwa hiyo tulikuwa tunapambana sema huyu nikimtazama hii sura nayo inafanana na Mungu. Haleluya. Ukigeuka hivi unaona mwingine. Mwalimu, na hii sura inafanana na Mungu. Sasa unaanza kujiuliza, sasa huyu Mungu yukoje? Yaani mimi wananiambia nafanana na Mungu. Niko kwenye mfano wa Mungu. Wa Mungu. Huyu naye hivyo hivyo. Sasa Mungu yukoje? Ana sura ya namna gani? Kama hii dunia wote tunafanana, yaani tumebeba Mungu sura yake. Sasa kwa yeye ana sura ya namna gani? Labda sisi mtoto na ukubwa wanajiuliza. Sema amina.
Unaweza ukawa unasikizia watoto kumbe wakubwa na nao mambo yanachemka ule ndani. Sasa tunajiuliza kwa namna hiyo. Lakini tunaposoma katika maandiko tunaanza kuelewa kwamba Mungu anaposema na tumuumbe mwanadamu katika mfano wetu. Katika mfano wetu, kwa mfano wetu. Yaani kwa lugha nyingine, katika uwezo wetu, katika capacity yetu, katika jinsi tulivyo. Katika jinsi yaani anamuumba Mungu kama jinsi alivyo. Ndio maana maandiko kwenye Zaburi 8 inasema ni mwanadamu anaye ni kitu gani unayemwazia sana, maana ulimuumba kidogo kidogo. Lakini kuna neno moja hapo leo nikusomea, akasema hivi, umemfanya mdogo punde kuliko Mungu. Umeliona hiyo? Umemfanya punde kuliko. Aya, Waswahili tuelezane. Ile ambayo inaweza usiwe rohoni, tafsiri tu Kiswahili hicho. Usiwe rohoni, tafsiri tu Kiswahili. Usiwe rohoni, tafsiri tu Kiswahili. Ukiwa rohoni hautaelewa. Umemfanya nini? Punde kidogo kuliko. Tujitafakarisha hapo kwanza. Sema amina. Amen. Yesu alipotokea kwenye kitabu cha Yohana akasema hivi, akawa anawaambia wale wanadamu, alisema mimi nawaambia nini ni miungu. Nini ni miungu? Umeona hiyo? Uliwahi ona hiyo andiko? Nini ni miungu? Ni miungu. Kwa hiyo na Mungu akaitwa Mungu wa miungu. Tunaenda sawa sawa. Tutafika tu. Sema amina. Kwa hiyo Mungu akaitwa Mungu wa nini? Hivi na wachanganya kidogo. Zaburi imesema umemfanya punde kuliko Mungu. Mungu Yesu akaja kwenye Yohana akasema, nasema ndiye kwamba nini ni miungu? Ni miungu wadogo. Wanaofuatia. Na yeye sasa pengine akaitwa Mungu wa miungu. Mungu wa miungu. Kuna falsafa sana. Toka Yesu kwa tunafikiria miungu ni nyungu hizo wanazoabudu. Haleluya. Na tumfanye kwa mfano wetu, kwa sura. Na tumfanye kwa mfano wetu, kwa sura. Kwa maana nyingine kwamba hii tabia tulionayo awe na tabia hii. Are we together? Hii tabia tulionayo awe na tabia hii. Tabia yake ni moja yapi nyingine? Sema amina. Sema amina. Hii tabia tulionayo iwe ni tabia yake. Hii capacity tulionayo tumpatie punde kidogo. Sasa hapo tulipofika
ni penye mifupa, ni penye nikula mifupa. Sasa naanza kuangalia wengine hapa bado wako kwenye milofu, kwenye nyama bado wanavyo kwenye mifupa. Sema amina, sema amina. Ila mimi nawasomea tu maandiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, kwa kuwa muda wetu umeenda na kuna keki mbeleni hapa, sema amina. Lakini kusudi la Mungu ni kwamba tumfanye mtawala atakayekuwa na tabia tuliyonayo. Tuko pamoja? Atakayekuwa na tabia tuliyonayo. Hakuna kitu kilichobeba sura ya Mungu au mfano wa Mungu isipokuwa wewe na mimi. Katika uumbaji wake wote. Katika uumbaji wake ni wewe na mimi. Sasa hapo tutarudi. Tutakaa sana na utajielewa. Sema amina. Lakini nilichokuwa nasema, anguko la mwanadamu ndipo mwanadamu alipoteza ile nguvu ya utawala. Ndipo mwanadamu alipoteza ile nguvu ya utawala. Akasema kwa mfano wetu, kwa sura yetu, tabia moja ya Mungu ni Mungu mtakatifu. Tabia moja ya Mungu ni Mungu nani? Mtakatifu. Kwa hiyo dhambi ilipochafua mwanadamu akapoteza ile nguvu ya utawala. Ndio maana njia moja ya kwanza kurudi kwenye asili yako, njia ya kwanza ya kurudi kwenye asili yako ni wokovu, ni kumrudia Mungu kwa toba. Ni toba. Yani Biblia inasema mtu akiziungama dhambi zake na kuziacha, yeye ni Mungu wa rehema kumrudisha kwenye nafasi yake. Sema amina. Yes, theolojia tunaenda nayo. Tunaenda nayo kabisa. Kumrudisha kwenye nafasi yake. Sikiliza nikwambie, hata sasa hivi umeokoka wewe. Sisi fanya dhambi. Kama kweli umeokoka, utakuta kuna hata ile nguvu ya kufanya jambo linaishi. Hata ile nguvu ya kufanya jambo linafanya nini? Yani kama umeokoka vizuri, hata kuomba tu unashindwa kwa sababu ya dhambi. Dhambi ndio jambo ambalo lilifuruka mfumo wa mwanadamu. Mungu alimuumba mwanadamu kuwa ni mtawala, lakini dhambi ilipoingia ulimwenguni, dhambi ilipomkamata, yani mwanadamu akatoka kwenye leni, mwanadamu akatoka kwenye mfumo wake, ile nguvu ya utawala ikatoka kwenye maisha yake, ile nguvu ya utawala, ile uwezo wa utawala ukaondolewa kwake, na akawa sasa ni muoga. Mungu akatokea, huyu mwanadamu amejificha mahali fulani, anaogopa kwa sababu dhambi imemwingia, roho ya ujasiri imemtoka. Ndio maana Mungu anasema, kwa maana hatukupewa roho ya uoga ili tuogope tena. Roho ya uoga huja kwa sababu ya dhambi. Sijui kama unanielewa. Maigizo, unaweza ukafanya maigizo ya bomba, lakini ndani yako hakuna amani. Kama kweli umeokoka,
maigizo unaweza ukafanya. Na wahubiri wanafanya maigizo. Yuko kwenye dhambi lakini anahubiri maigizo. Lakini ndani yake kabisa hakuna mamlaka. Tunaenda sawa. Lakini neno la mwisho kwako. Mungu anakurejesha kwenye nafasi yako. Nasema Mungu anakurejesha kwenye nafasi yako. Mtawala anainuka ndani yako. Mtawala anainuka ndani yako. Sina muda mrefu, sina muda wa kuendelea hapo nilipoishia. Lakini nataka tu ujue kwamba Mungu hakumuumba mtu atawaliwe, ila alikuumba utawale. Nimekuja kwa upako huu, kwa uwezo huu, kwa nguvu hiyo hiyo, kuja kukutangazia na kuja kumtikisa utawala. Ainuke, ainuke, ainuke. Na ninasema hivi, unainuka kwa jina la Yesu Kristo. Mtawala ndani yako anainuka kwa jina la Yesu. Mtawala ndani yako anainuka. Listen to me. Mwaka huu kilichokufanya kuwa mtumwa, kilichokufanya kuwa ukutawaliwa, mwisho wake umefika. Kwa sababu mtawala anainuka ndani yako. Msijajua ni mambo gani yaliyotawala hata ukoo wote. Lakini huu sio mwaka. Huu sio mwaka wa kutawaliwa. Mtawala anainuka ndani yako katika jina la Yesu. Na ukiinuka utakaposimama na kuunguruma, na yani paka zote zitaanza kukimbia. Paka zote zitaanza kukimbia. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Kwa jina la Yesu. Waswahili wanasema usione paka simba lenye shiwa mvua unaona kama ni paka. Haleluya. Kwa hiyo tunatoa onyo kwenye nguvu za giza hizo zilizokuwa zinaona wewe ni paka. Simba anainuka ndani yako. Simba anaunguruma ndani yako kwa jina la Yesu. Anaunguruma ndani yako kwa jina la Yesu wa Nazareti. Mtawala anainuka ndani yako kwa jina la Yesu wa Nazareti. Sikiliza, unaenda yani mwaka huu kuna upako ambao utakuwezesha wewe kutawala malango ya maadui zako. Kuna upako ambao utakuwezesha wewe yani kutembea, yani kutawala vilivyotawala ukoo wako. Ndio maana wewe ambaye unapata ufunuo huu leo, haijalishi ni nini kilichoua ndugu zako, hakitakuua wewe. Haijalishi ni nini kilichoua ndugu zako, wewe ni uzao mwingine. Mimi ni uzao teule. Mimi sio mtu wa ovyo ovyo. Mimi ni uzao wa Bwana. Mimi ni uzao wa Bwana. Asili yako ni mtawala. Asili yako ni mtawala. Asili yako ni mtawala. Ni uzao teule wa Bwana. Sema asili yako ni mtawala. Asili yako ni mtawala. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Asili yako ni mtawala. Hii ndio sababu nimekuja kukwambia. Yani kuna wengine kwenye sijui wende kulala ni kuogopa. Tembea hivi ni kuofu. Sui nini? Sui ukiona mchawi anapita pembeni unaogopa. Mtawala anainuka. Siku moja, my friend, mchawi amekuja nyumbani kwetu, mganga wa kienyeji. Niwaambia hivi. Amekuja nyumbani kwetu. Na haya mambo ya kusema ndio asili yetu siku ya nilikuwa siyajui. Lakini amekuja nyumbani kwetu. Akaanza kuniambia nakupa dawa na hapa na hapo sekondari utakuwa wa kwanza, sio na nini. Sio sasa nikimtazama anavyoonekana.
hapo mpaka chini. Sasa kama yeye ana uwezo wa kulipa hiyo dawa ya kulipa akili ya kuwa kwa kwanza hii sekondari yote, yeye kwa nini hajamsaidia? Unajua mnaopenda uganga wa kienyeji, kuna maswali mengine mnatakiwa tu kujielewa, yaani kujiuliza. Yeye dawa kwa nini hajamsaidia? Nyumba yenyewe anayoingia anaingia hivi. Baba ina akisimama hivi atagonga anaingia. Sasa huyu anipe dawa ya akili. Ya akili. Mimi nikamwambia mzee, mimi ninayo akili na nitafaulu, sio kwa dawa. Huo uganga wako utubu, na usipotubu huo uganga utaenda motoni na uganga wako. Amina. Akanitazama anasema, wewe mimi ndio unanitukana hivi? Wewe mtoto mdogo. Nasema nini kuambia? Hakuna cha mtoto mdogo, baba mimi nakwambia ukweli. Akasema yani hasira ikamwinuka. Alafu akaniambia, ananieleza sasa leo. Akatoka pale nyumbani kwa hasira. Mama alipo anatetemeka. Mama yangu mzazi alipo anatetemeka. Kwa sababu anamuelewa vizuri ni mganga wa kweli aliyeiva. Mama anatetemeka. Sasa na mimi nasema aliposema akaniambia leo tutaona mkubwa kati yako na mimi. Na nikamwambia tutaona. Kwa sababu najua ninayeongea naye sio ule mwili ninayemwona, yumo ndani yake anayeongea. Mchawi anaongea ndani yake. Mchawi anaongea ndani yake. Na nikamwambia tutaona leo. Nikamwambia nenda ufanye chochote tutaona. Alitoka pale, alipotoka pale, mama akanishika, akanipeleka ndani. Wewe mambo gani unafanya? Mama anataka, sasa mama relax. Mtu afya. Mtu afya. Na sisi sikujua kwamba ndio asili yako ni mtawala. Hapa ndio najua. Kumbe ni asili yangu. Amina. Alipoenda huko, nikajua ameenda kufanya kubonyeza mambo yake. Ameenda? Na mimi nikaenda kubonyeza mambo yake. Dawa ya moto ni moto. Kubonyeza moto na kubonyeza moto. Sijui kama unaelewa. Dawa ya moto ni nini? Moto. Nakajua hii saa mbili. Nikamwambia mama nipe chakula haraka. Nikaenda chumbani nikajua ameshaingia kubonyeza. Na mimi nikaingia. Kubonyeza. Raka tushikabalendo kababaka. Lindele bosa kababaka. I release the fire. Naachilia moto. Naachilia moto. Wachawi wote. Reko sili hata baba. Nimebonyeza. Kesho yake mzee alivia usingizini. Alitaka nifie usingizini, akafia usingizini. Kwa sababu mimi ni mtawala. Siwezi kuogopa, yani siwezi kuogofya na wanamchawi yoyote yule. Paka amepita hapa. Maisha fresh. Ndugu yangu, huu mwaka ni mwaka wako. Mtawala anainuka. Nasema mtawala anainuka. Biblia anasema watakuja njia saba, lakini njia saba tatawalika, kwa sababu mtawala akisimama hivi. Bonyeza mambo yako tawala. Bonyeza mambo yako tafanya nini? Utakiona cha moto.
Siku 7. Sema amen. Siku 7. Wakati mtawala akitamka neno ni sheria. Ni nini? Sheria. Sina muda nitakuja hapo tutazama sana. Hapo tutazama. Kwa sababu mtawala lazima inuke. Kwa sababu yaani unauza kwenye soko lako, wachao wamepandana huko na huko. Wewe ndio unalia. Wewe ndio unalia. Mchao anaponyesha kidude chake, wewe unalia. Kireni imepotea. Imetoka kwenye leni. Sema amina. Sema amina. Yaani kwenye soko, mchao anabonyeza kitu, akiingia ofisini kwake anabonyeza kitu. Kingine hela zinafuzi. Alafu wewe tunajisikia hela zinazopotea. Kuuza na uza lakini sizioni. Nitarudi. Sema inawezekana. Sio asili yetu. Inuka mahali ulipo. Mnisikiza vizuri? Hili neno la ufunuo linazidi kupenya ndani yako. Na nitakuja tutafanya mambo mengi hapa. Miaka yote uliyotawaliwa, mwaka wa kurejesha nafasi yako. Na inua mkono wako leo na kutuma kwa jina la Yesu. Wale washele mwaka selite mkono Seigneur, ninakuombea ili neno la kinabii mwaka wa utawala, sio slogan, sio kauli mbiu, bali ni neno la kinabii, sio kauli mbiu, bali ni neno la kinabii, na huu nabii ukathibitike juu yako. Mungu akakuinue, Mungu akakuinue kwenye kijiji unachokaa. Mungu akakuinue kwa mtawala. Mungu akakuinue kwa mtawala kwenye mtaa unaokaa. Mungu akakuinue kwa mtawala. Panya sote, wachawi wote na waganga wote wakanyamaze kwenye kila mtaa utakapopita. Litajulikane kwamba wewe ni uzao mwingine. Litajulikane kwamba wewe ni mtu wa pekee. Kusana na mchawi akauone moto wa mtawala katika jina la Yesu wa Nazareti. Katika jina la Yesu wa Nazareti. Utakapopita ninatamka upako wa utawala. Ninatamka upako wa utawala ukamwagike juu yako. Na unapotoka hapo, mikono yako ikabebe moto wa utawala. Macho yako yakabebe moto wa utawala. Haiwezekani mchawi anakuangalia hivi na kutumbulia macho unaanza kuogopa. Mtumbulie macho, moto utoke. Biblia inasema moto ulikuwa unatoka kwenye macho ya Bwana. Na Mungu anasema na tumuumbe kwa mfano wetu. Mungu inua mtawala ndani ya huyo mama. Yule mtu wa ndani achukue nafasi yake ya utawala. Yule mtu wa ndani achukue nafasi yake ya utawala katika jina la Yesu Kristo. Yule mtu wa ndani achukue nafasi yake ya utawala
katika jina la Yesu Kristo. Rama selebeketaya. Kwenye familia yako lekorianda, inuka ukawe mtawala. Kwenye taaluma yako inuka ukawe mtawala. Kwenye biashara yako inuka ukawe mtawala. Kwenye nyumba yako inuka ukawe mtawala. Kwenye kazi yako inuka ukawe mtawala. Kwenye mtaa wako inuka ukawe mtawala. Katika jina la Yesu wa Nazareti. Kwa sasa kama Mungu aishivyo, hakuna nguvu, hakuna majini, hakuna mapepo yatakaotawala taaluma yako, yatakaotawala biashara yako, yatakaotawala nyumba yako, yatakaotawala watoto wako, yatakaotawala nyumba yako kwa jina la Yesu wa Nazareti. Mtawala ainuke ndani yako. Thank you Lord, in the mighty name of Jesus. Na watu wa Mungu waseme amen.